kila siku nawaza maisha yangu. Mtula, nina ndoto nyingi kichwani mwangu, lakini njia ya kuzifikia naiona kama msitu mnene usiokuwa na njia. Aviki, msitu huwa mnene kwa yule ambaye hajaanza kukata njia, lakini kwa yule anayeshika shoka la maarifa, kila mti hugeuka kuwa daraja. Lakini mimi sina uhakika kama nina hilo shoka. Mara nyingi najiona mtu anayekimbia gizani bila taa. Kijana mwenzangu, kumbuka jambo moja. Giza halijawahi kuwa na nguvu kuliko mshumaa mdogo. Na tatizo sio giza. Tatizo ni mtu anayesahau kuwasha mwanga wake. Unamaanisha nini? Unajua, ndani ya kila kijana kuna vitu vikubwa vitatu: ndoto, uwezo na muda. Lakini wengi hupoteza muda wakitafuta uwezo nje yao, wakati uwezo huo umelala ndani yao. Lakini watu wengi wanafanikiwa kwa sababu ya bahati au pesa. Unajua, bahati ni kama upepo wa bahari. Unaweza kuvuma, lakini jahazi lisilo na tanga halitaenda popote. Kwa hiyo tanga ni nini? Tanga ni vitu vitatu: nidhamu, maarifa na uvumilivu. Ukivikosa, hata upepo mzuri wa bahati utakapovuma hautakusogeza hata hatua moja. Nidhamu sasa ndio kitu kigumu zaidi. Ndiyo maana wachache hufika mbali. Angalia mbegu ya mti mkubwa. Inaanza ndogo sana, lakini hukubali kukaa gizani ardhini kwa muda mrefu kabla ya kuona jua. Wakati mwingine nahisi jamii inanivuta nyuma. Unajua, jamii ni kama bahari. Kuna mawimbi mawili tu. Moja, mawimbi ya kukuzamisha na mawimbi ya kukupeleka mbele. Kwa hiyo hekima ni kujifunza kuogelea, si kuilaumu bahari. Na unaogeleaje katika maisha? Kwa kuuliza maswali, kwa kusoma na kwa kusikiliza watu wenye uzoefu. Lakini zaidi ya yote, kwa kujitawala mwenyewe. Kujitawala? Ndiyo. Mtu anayeshindwa kutawala tamaa zake mwenyewe ni kama mfalme anayeshindwa kulinda ufalme wake. Mtula, kwa nini vijana wengi wanapotea njiani? Kwa sababu wengi wanapenda matunda kabla ya kupanda mbegu. Hiyo ni kweli. Kijana mwenye akili huwekeza leo ili kesho iwe na kimvuli, lakini kijana asiye na subira hukata mti ili kupata kuni za siku moja. Kwa hiyo nifanye nini kuanzia leo? Swali zuri. Anza na vitu vidogo sana. Cha kwanza, soma kila siku hata kama ni dakika 20. Na cha pili, chagua marafiki wanaokujenga. Na cha tatu, muhimu zaidi, andika malengo yako. Nafanya kitu kidogo kwa siku kinachokusogeza karibu na ndoto yako. Lakini wakati mwingine ninahisi kama nimechelewa. Kuna methali moja niliwahi kuisikia: mti uliopandwa miaka 20 iliyopita ungekuwa mkubwa leo, lakini kama haukupandwa, panda leo. Kwa hiyo bado kuna nafasi. Mradi unapumua, rafiki yangu. Safari bado inaendelea. Ni nini siri ya mafanikio yako wewe? Hakuna siri kubwa, rafiki yangu. Upande wangu mimi nilijifunza kitu kimoja: akili ni bustani. Ukipanda mawazo mazuri, utavuna maisha mazuri, na ukipanda mabaya, utavuna majuto. Mtula, siku moja mimi nataka jamii ni heshima. Basi kuwa mtu anaisaidia jamii kwanza, maana heshima si kitu cha kuomba, ni kivuli
kinachomfuata mtu anayetoa thamani kwa wengine. Kwa hiyo mafanikio sio pesa tu? Pesa ni chombo tu, lakini thamani ya mtu hupimwa kwa athari yake kwa wengine. Mtula, huu ni mwanga wa mafanikio. Acha niufanyie kazi. Usisahau, mwanga huo haukutoka kwangu. Umetoka wapi? Ndani yako mwenyewe.